Habari za muda huu wapenzi watazamaji wa chaneli yetu ya Kizimkazi Social Online TV. Leo tupo eneo la Makunduchi kuendelea na mjadala wa unyanyasaji wa kijinsia kiwa na wasaidizi wa sheria wilaya ya Kusini. Kwa leo tutazungumzia ukatili wa kijinsia, ambao huu ukatili wa kijinsia, kabla ya kuendelea na ukatili wa kijinsia, kwanza tunataka tujiulize hii jinsi ni nini? Kuna jinsi na jinsia. Pengine labda kuna mtu anaweza akatuambia jinsi ndio kitu gani, anafahamu nini kuhusiana na jinsi? Tunasema jinsi ni tofauti ya kimaumbile kati ya mwanamke na mwanamume. Hiyo ndio tunaita jinsi. Sawa? Lakini kuna hili neno jinsia, ambapo sisi tunachanganya jinsi na jinsia, tunaliona kama ni kitu kimoja. Lakini jinsi ina maana nyingine na jinsia ina maana nyingine. Jinsi tumeambiwa kwamba ni yale maumbile, tofauti ya kimaumbile kati ya mwanamke na mwanamume. Maumbile yake unajua kama huyu ni mwanamke, na maumbile ya mwanamume unajua kama huyu ni mwanamume. Lakini tukisema kwenye jinsia ni tofauti ya jinsia, ni mtazamo wa kijamii. Mtazamo wa kijamii kuhusu shughuli na majukumu ya kijamii, yani majukumu husika. Tunaweza kusema kwamba tuna kawaida kwenye jamii zetu, mwanamke yeye ndo mama wa nyumbani, huyo anachota maji, huyo analea watoto. Mwanamke huyo hana, yani wanachukulia wazee, mwanamke yeye si mtu wa kusoma. Kwa ile mitazamo yetu ambayo tunaangalia. Lakini tunaingia hasa kwenye huu ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia ni kitendo chochote anachofanyiwa mtu yoyote kinacholenga kumuumiza kimwili au kiakili. Hiyo ndo tunasema ukatili wa kijinsia. Athari za kingono: mimba za utotoni zisizotarajiwa, kutoa mimba yaweza ikapatikana, kukithiri kwa watoto wa mitaani, yani Abdullahi hao, kuenea kwa magonjwa ya uasharati, yani magonjwa ya zinaa, na kukosa elimu bora, kwa sababu yawezekana mtoto baada ya kupata ujauzito akakata elimu akaingia mitaani na tumbo lake. Athari za kisaikolojia, maana yake athari za kiakili, yawezekana ikatokezea hata kujinyonga, kutojiamini, kujisikia mnyonge, kujitenga na kusononeka na kadhalika. Athari za kiuchumi: kuongezeka kwa umaskini, kuongezeka kwa utegemezi, kupoteza rasilimali, kupoteza ajira, kuongezeka kwa vibaka mitaani na kadhalika. Hii idara kufanya kazi kwake, lengo lake ni kutoa msaada kwa wananchi. Kutoa msaada kwa wananchi, msaada sio wa kifedha jamani, msaada wa kisheria. Kwa sababu Mheshimiwa Rais pamoja na uongozi wake ameona kwamba wananchi wengi kuna mahitaji tunaweza kuyamudu, kuna mahitaji ya kula mtu anaweza kuyamudu, haya mazingira, hali za kijamii tunazimudu. Lakini kuna hali ambazo mtu umepata changamoto au msukosuko wa kisheria. Mfano, mtoto, hatuombi Mungu litokezee, lakini mtoto amelawitiwa, kwa mfano mtoto wa kike amebakwa. Jamani, wananchi mna mashamba yenu huku kusini, unakuta haya mashamba hamna hatimiliki, wengi wanakuwa, kwa sababu ni maeneo ambayo unapata kwa kuhuisha. Ukiona eneo mtu unalima ndani ya miaka 12, eneo linakuwa ni la kwako, huna hatimiliki, kaja mwekezaji eneo kalichukua, si ndio? Kuna wengine wa migogoro, mzazi kafa, mirathi yao imechukuliwa, vurugu, mtu haki yake imenyang'anywa, si ndio jamani? Mwananchi hana pesa ya kwenda kulipia, kumlipa wakili au kumlipa mwanasheria amsimamie jambo lake au malalamiko yake. Jamani, yanatokea hatokee huko. Mtu labda na mume wake kapigwa, tuseme. Hali kama hizo zikitokezea, huna kwa kwenda. Lakini taasisi yetu sisi ipo, taasisi ya msaada wa kisheria. Taasisi hii lengo lake kubwa ni kusaidia wananchi ambao wanakutikana au wanakutana changamoto katika jamii. Kama kesi yako, tatizo lako limekwama polisi, tutumie, tutakwenda. Kama limekwama mahakamani, tutumie, tutakwenda mpaka tujue wapi tumefikia. Isipokuwa tukuna kazi fulani tukisema hapa tumefika mwisho wetu, Kwa hivyo nakukabidhi huyu uendelee naye. Kwa majina naitwa Mtumwa Mohamed Abdallah, ni msaidizi wa sheria katika sheria ya Kiongoni. Nafanya kazi katika wilaya ya Kusini, lakini jumuiya yangu inaitwa Jumuiya ya Wasaidizi wa Sheria wilaya ya Kusini, kwa ufupi inaitwa SUHAW.
Tuko katika harakati za kutoa elimu ya kupinga ukatili wa udhalilishaji katika jamii. Ni vitendo ambavyo vinajitokeza siku hadi siku, lakini na sisi hatutachoka kutoa elimu hii kuwafikia wanajamii ili kuweza kuzidi kuielewa na kuwemo katika